NIDTV, sauti ya ufahamu na ufunuo, mahali maarifa yanapofungua akili na kuleta mwanga wa maisha. NIDTV, the voice of wisdom. NIDTV, nuru iliyofichwa duniani. Naomba basi nikukaribishe moja kwa moja katika kipindi chetu pendwa, na hii ni NIDTV. Nami ni Samuel Mapendo Feruzi nikiwepo hapa Marekani. Tumepata nafasi nzuri ya kuweza kukutana na dada yetu mpendwa ambaye huyu ni mtumishi wa Mungu, na tutaongea mambo mengi kuhusiana na habari za ufalme wa Mungu tukiwa na yeye, lakini pia akiwa ni moja kati ya mabinti wanaoleta ushawishi sana katika kipindi hiki tulicho nacho hasa hapa Marekani. Kwanza kabisa, unaitwa nani? Kwa majina mimi naitwa Louise. Okay, Louise, unatokea wapi? Cleveland, Ohio. Okay, karibu sana. Una muda gani hapa Texas? Niko na siku kama 3 hivi. Jamani, tumempokea dada yetu hapa Texas, ana siku 2 au siku 3. Unakaa kwa nani? Kwa shemeji yangu. Shemeji yako na? Feruzi. Anakaa kwa shemeji yake Feruzi Wilonja. Okay, nafikiri watu wengi wanamfahamu Feruzi Wilonja ambao anakaa Texas, labda watu ambao katika sehemu nyingine tofauti, lakini ambao anakaa hapa Texas hasa kwenye mji wa Fort Worth wanamfahamu sana ndugu yetu Feruzi. Hapa ndipo ambapo dada huyu anapatikana. Huenda baada ya interview hii utatamani kumuona. Basi unakaribishwa. Ni kweli? Wanakaribishwa kwa furaha. Ndio, kwa furaha. Okay, thank you sana. Ndugu, unakaribishwa kwa furaha. Kama unatamani kujifunza vitu vingi, yupo hapa dada yetu, nafikiri unamfahamu. Okay, sisi ni NIDTV na tumetamani tupate nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe baada ya kukuona katika mitandao ya kijamii, akaunti zako mbalimbali ukifundisha habari za ufalme wa Mungu na kuangazia hasa namna ambavyo watu wanaishi katika nyakati hizi na kile ambacho kilikusudiwa na mbingu. Na sisi basi tukaona sio vibaya kwamba tukutafute ili kwamba tupate nafasi ya kuhojiana na wewe. Na basi katika kuangalia ya mafundisho yako, kuna mambo ambayo kadhaa yalituvutia sisi, na hasa habari za wewe kuweza kumaliza Biblia kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na ukweli ndani yake? Ndio. Okay. Na katika kumaliza Biblia ulichukua muda gani kuweza kumaliza Biblia? Ulichukua mwaka mzima kumaliza Biblia. Okay, na katika kwa sababu kuna mtu hapa anatamani na pia hawezi kuwa kama wewe. Sasa tungetamani kujua ulitumiaje katika kusoma ili uweze kumaliza? Cha kwanza ni kuweka msimamo. Ukiweka msimamo unasema kuwa ikifika saa 7 nitasoma Biblia. Hakikisha hiyo saa 7 ifike, sema kabisa kama vile nilikuwa nishasema, itabidi nitimize. Okay. Ina maana kwamba unaweka msimamo kwamba ikifika saa 6 hata kama kuna jambo lingine la ziada haliwezi kupingana na kile ambacho nimeshaamua. Ndio. Okay. Hiyo inatupa picha kusema kwamba ukikusudia jambo, hata kama kutakuja kitu gani, lazima ukiweke pembeni uweze kufocus katika kitu ambacho umekikusudia ili uweze kufanikiwa. Nimesema kweli? Okay, katika kusoma kwako ulipangiliaje kuanzia mwanzo kutoka mambo ya Walawi? Ulikuwa ukienda mwezi kwa mwezi, kitabu kimoja unamaliza mwezi, au kitabu kimoja unamaliza wiki, au ulipangiliaje hadi ukafika mwaka mzima umemaliza? Yaani tuseme ukianza kitabu cha mwanzo unasema hii mwezi itabidi nimalize hiki kitabu. Okay. Na unapanga schedule hapo vizuri tu. Okay. Ni changamoto gani hasa umekutana nazo katika huo usomaji? Changamoto gani? Changamoto ni nyingi sana. Utakuta muda ambao kabisa kulikuwa nasema hutasoma Biblia, unaitwa na mzazi, unapigiwa simu hiyo saa, lakini itabidi tu uwe na ile msimamo, nasema kuwa nikianza kusoma Biblia hapa siwezi nikasimama. Okay. And itabidi kwanza umjulishe mzazi wako pia, unamwambia kuwa muda fulani nitakuwa nafanya hivi. Okay. Yeah. Hongera sana. Mungu akubariki sana. Kwa kiwango hicho ulicho nacho kinatupa ushawishi, na ndio maana tumeamua tukutafute ili kwamba mtu mwingine afaidike kupitia wewe. Na tunaelewa kwamba ulipokuwa ukisoma Biblia
kitabu kwa kitabu, ndani yake ulikutana vitabu vya manabii. Ni kweli? Okay. Na katika uzungumzaji wako tunaona kabisa kwamba kama kuna uwepo fulani wa kinabii. Ni kweli au bado hutaki kuweka wale? Kwa sababu mara nyingi tukikuona unafundisha, tunaona mara unavaa vitambaa na tunaelewa wanaovaa vitambaa ni manabii. Sasa ndio maana na sisi basi wakaweza watazamaji wetu wakasema, siku kikutana na Daluizi jaribu kumuuliza maswali kadha wa kadha, nisije nikakosa kuyauliza haya maswali. Na tulitamani tujue katika manabii wa kale na manabii tulio nao sasa kuna utofauti mkubwa, hasa kwenye eneo la heshima. Napozungumza heshima ni kwamba manabii wa zamani walikuwa wakitabiri, neno hilo linatekelezwa kwa muda huo huo hata kama kuna upinzani wa aina gani. Lakini sasa hivi manabii hata kama wakiongea maneno yao yanapuuzwa. Hapa kuna utofauti gani ulio? Kwanza, ukiwa huko nabii, utofauti ambao huko wako ni kuwa manabii wa kitambo walikuwa na ile msimamo ya kusema hiki, Mungu amesema hiki. Na mtu ambaye anaweza kuwa hiko nabii wa hivyo, hakiwa yuko na hofu ya Mungu na anaamini katika unabii, anatekeleza. Lakini kipindi tulicho, yani kipindi ambacho tuko nacho sasa hivi ni kipindi ambacho hawaamini tena katika unabii. Unadhani shida ni nini hasa? Mimi ninaweza sema kuwa ni ile kupungukiwa. Okay. Ndio, yani ukiwa unajua kuwa kitambo kulikuwa manabii, hata sasa hivi pia wapo. Sasa ni ile baba ameshazoea sauti ya Mungu, yani bamechukulia sauti ya Mungu kama mazoea. Ukichukulia sauti ya Mungu kama sauti tu kama ingine, hauwezi kusikiliza vitu ambavyo nabii anakuambia. Ndio. Okay. Ina maana kwamba shida sio manabii, shida ni watu ambao wanapokea ule unabii, au shida ni manabii na watu wanapoona manabii jinsi wanavyoishi na manabii wa zamani, kuna utofauti. Sasa hiyo hata kama akizungumza hawezi kupokelewa. Hivi shida ni wanaopokea unabii au ni manabii wenyewe? Yaani mimi ninaweza sema wote. Maana mtu ambaye anapokea unabii inabidi kwanza haamini katika unabii. Okay. Na mtu ambaye anayetoa unabii inabidi kwanza hawe na mienendo mizuri. Okay. Juu Biblia ikatwambia kuwa yani wakituona yani waonapo matendo yenu na wamtukuze Mungu. Yani mtu akikuangalia tu anasema yule dada ni mtumishi, kupitia tu hujajitambulisha bado, hapana, lakini alivyokuona tu jinsi unavyoenenda anaangalia, utasema huyu dada ni mtumishi. Hata Mungu hakikutuma kwake, hujasema tu, haisha kusikiliza kitabu. Juu ya nini? Jinsi unajishika kwanza. Ndio. Okay, leo tushukuru kwa hilo, hongera sana. Na leo tunajua kwamba watu wengi sana, mabinti wengi ambao wako kama wewe, hasa umri wako, wengi ni waimbaji wa kwaya, wengi ni manabii, wanajiita manabii waombaji huko, lakini wewe umeangazia sana katika eneo la walimu. Hivi unadhani wazo gani lilikujia kichwani? Yani mimi tuseme kuwa mimi hata yani nilikuwa sijui chochote kuhusu Biblia, sikukuwa najua chochote, lakini nikikumbuka